vyema viwanda hivyo. Tutayasimamia kwa karibu zaidi mazao ya chai, kahawa, parachichi na pamba, tukiwa na shabaha ya kupanua masoko, kuongeza ushindani wa bei na kuwafaidisha zaidi wakulima wetu. Mheshimiwa Spika, serikali imeanza kuona fursa na kuleta mageuzi kwa sekta ya ufugaji. Miongoni mwa ahadi zetu kubwa ni kuongeza eneo lililopimwa na kutengwa kwa shughuli za ufugaji toka ekari milioni 3.46 hadi ekari milioni 6. Hatua hii itaepusha migogoro baina ya wafugaji na watumiaji wengine wa ardhi na itaongeza wigo wa uzalishaji wa malisho ya mifugo ili tuelekee kwenye ufugaji wa kisasa. Katika hatua za kufungua masoko ya kimataifa, tutaendeleza chanjo pamoja na utambuzi wa mifugo yetu nchini ili kuongeza ubora wa mazao ya mifugo, tuweze kuingia kwenye kumbukumbu za dunia na kutambulika sokoni. Pamoja na hatua hiyo, tutaendelea kuboresha kosafu breeds za mifugo, kujenga mabwawa ya kunyweshea, majosho, machinjio na miundombinu mingine muhimu kwa ajili ya ufugaji. Lengo ni kuwa na mnyororo wa kuongeza thamani ya mifugo na mazao ya mifugo kwa ajili ya kuliendea soko la nje. Yaani tutaongeza thamani, tufungue soko au tuongeze thamani ya mifugo yetu kwa ajili ya kuliendea soko la nje. Tutoke kwenye kumtazama ng'ombe na mlio wake, tutazame uzito wa nyama, ladha ya nyama, wingi wa maziwa, ubora wa ngozi na ubora wa kwato na pembe. Mtazamo huo ndio utakaoleta mapinduzi ya sekta ya mifugo. Mheshimiwa Spika, ninywe maji kidogo. Asanteni sana. Mheshimiwa Spika, kwenye sekta ya uvuvi tunaenda kuongeza manufaa ya uvuvi wa Bahari Kuu na kwenye maziwa makuu. Tutakamilisha ujenzi wa bandari ya uvuvi iliyopo Kilwa ambayo itazalisha fursa za ajira takriban 30,000. Tutajenga bandari nyingine ya kisasa ya uvuvi kule Bagamoyo itakayofungamanishwa na kongani ya viwanda vya samaki. Tutafanya mapitio ya utoaji wa leseni za uvuvi kwa lengo la kuifanya nchi yetu kufaidika ipasavyo na fursa za uvuvi wa Bahari Kuu. Aidha, tutaendeleza utoaji wa mikopo ya boti, zana za uvuvi, makasha ya kuhifadhi samaki